hapa sasa tumemalizana. Unidai, sikudai. Goodbye. Unasema nini we boya? Sasa hapo mimi na wewe ndio tushamalizana. Oya, hadi nisikilize mwanangu. Yanifanya juu chini. Pita chocho tu chocho. Boda tu boda. Oya mwanangu, mimi nahitaji begi au namtaka kiduchu? Zonga, mimi nimepita kila chocho. Nimepita kila sehemu ambapo naweza kumpata kiduchu. Lakini sijamuona. Yaani nimehangaika kadri ninavyoweza. Oya wewe. Oya mwanangu, unasebenzea wapi? Oya wewe Chadi, unafili vipi kichau wangu? Oya nisikilize mwanangu. Yaani ifanya juu chini kama nilivyotoa maagizo. Kiduchu inatakiwa patikane. Na nisikilize. Nisikilize Chadi. Nakupa dakika 15. Namhitaji kiduchu ama nahitaji begi? Begi. Oya we. Hivi kiduchu ndio heshima ya wapi hiyo? Yaani unaniita bila hata kunisalimia kama vile mtoto mwenzako. Leta huo mkate. Huu mkate ni kwangu, siwezi kukupa. Oya we. Lakini kiduchu, huo mkate ni wa kwangu, mimi sikunywa chai. Kibegi. Alipotea. Huyu anafeli vipi huyu askari wangu? Yaani naomba unisikilize kwa makini Kaziro. Naomba unisikilize kwa makini. Yule ndugu yako uliyemleta humu ndani, simtaki. Yule mwana Yabiru Mshuma, mwana Kabo Mshuma, uliona wapi tunakaa na mwizi humu ndani? Mimi simtaki kwa sababu kesi za kiduchu zimekuwa nyingi. Unapita mtaani kila mtu anakuambia kiduchu. Anakaa wapi? Anakaa kwa kiroba. Sasa mimi ndio naipata kesi. Lakini wewe kama ndugu yake huoni, ufikiri sijui mmetoka kwenye familia aina gani Kaziro? Sikiliza. Mambo yasiwe mengi. Wewe akija hapo mwambie aondoke, mimi simtaki nyumbani kwangu. Mume wangu, mbona hivi ni vitu vidogo sana? Kiduchu ule bado ni mdogo, akikuwa ataacha, na kuomba umsamehe. Sio kwamba yeye anapenda kufanya vile, ni imetokea tu. Alafu unavyosema mimi nimwambie aondoke nyumbani, anaenda kukaa na nani? Aliyakuwa nyumbani kule wamemfukuza. Yaani lile ni zigo la kwangu mimi nimepewa. Kwa hiyo siwezi kumwambia aondoke, ataenda wapi? Nyumbani tu amemshindwa. Msamehe mume wangu. Zumi, hebu nisikilize Kaziro. Unajua yule walikupa wewe kwa sababu walikuwa na wewe na yeye kidogo magezi mnafanana. Ndio maana wakakupa yule umlee. Lakini mimi kwa staili anazoenda nazo hapa nyumbani siwezi kulea mimi Mshuma. Sitaki mwizi kwangu Kaziro. Naomba mwambie kiduchu aondoke nyumbani kwangu. La sivyo nitakufungasha wewe na hiyo kiduchu wako furusha kwa mtumba kwenu. Bora ningee peke yangu, ndakaje na watu wa Shuma ndani na kasi na amani. Na rara roho yangu inaning'inia kama nakula tambi. Mwambie kiduchu aondoke, simtaki.
Wewe kaka, katika harakati za kumtafuta Kiduchu kuna sehemu ambayo waga anakaa sana, nimepita. Nimekuta mtu amenyooka mwana. Unasemaje wewe? Kuna mtu amekufa. Yaani kuna sehemu nimekuta mtu amekufa kabisa, yule kabisa kafa winji. Sasa hii inaweza kwa kesi juu yetu. Bwana tuachane tu na Kiduchu. Yeye mwenyewe apambane mambo yake. Nisikilize kichau wangu. Sio kirahisi kama unavyochukulia mwanangu wewe. Vipi babu? Mimi Kiduchu jua na mali yangu. Sijui unanielewa? Si kama wanajeshi tumekunywa maji ya bendera. Ili swala haliwezi kuisha kirahisi kama hivyo. Kama vipi tuingie mpaka ukulipokutana mauzauza. Mwanangu Mungu ni ponzi mwanangu. Mungu ni ponzi hata kidogo. Wewe kama unaenda wewe nenda. Ila mimi siingii. Kwa sababu unaweza pona nafika tu unatia tu mguu. Alafu wajomba wa hapa. Unawaambia nini? Unawaeleza nini? Na kata mkuta na tukio. Mimi siendi mwanangu. Unaweza kushangaa polisi wanatokea muda wote. Mimi siingii. Mwanangu, mimi ndo kamanda. Mimi ndo Dizonga. Mimi ndo nachoresha michoresho yote. Nisikilize. Ili kama za la mentali mwanangu, hamna kuantafia, hamna kuogopa chochote. Mimi ndo natoa amri na wewe unataka uifuate. Tuingie mpaka huko. Twenzetu. Mimi nitajaribu kuongea naye, lakini hilo swala la kusema aondoke basi usiliseme mume wangu, na kuomba. Yule bado ni mdogo. Akiondoka ataenda kukaa wapi? Na kwa taarifa yako Kaziro, mimi sio kama namuogopa Kiduchu, mimi naweza nikamaliza dakika. Umemwona Yabere machete, ameshakuwa machete huyu mtoto. Unaona anatembea na mapanga. Amekuwa shushaini. Sikiliza. Wewe nenda kamalizane naye, mwambie aondoke. Na mwambie mimi simuogopa. Hey. Wa Kiduchu. Huo ni upumbavu gani unaofanya hapa? Yaani mimi nakuongelesha na nikalia kimya. Alafu angalia mazingira unaoishi. Mazingira umekaa machafu, kitanda hujatandika, ni kama vile mtoto wa kiume. Wewe mbona upo hivyo? Unakuwa hujitambui. Mimi naongea na wewe, bado unaendelea kuvuta misigara yako. Mzima huo msigara kwanza. Sema utajua mwenyewe na maisha yako, hicho sio kilichonileta. Shemeji yako kasema apendezi na tabia zako. Tena amefocus sana. Amesema nije niongee na wewe uondoke kwenye nyumba yake. Hataki hata kukuona. Unapoendelea na hizo tabia zako, mwisho wa siku atakuja kukupiga afu mimi nitakuwa sina cha kuongea kabisa. Si umenielewa? Kama umeshindwa kubadilika, naomba uondoke kwenye nyumba yangu. Utafute sehemu ya kwenda kuishi. Wewe mtu unakuwa kama vile tomboy, manguo unavaa ya kiume, unashindwa kuvaa sketi wewe, unashindwa kuvaa vijolo, unavaa manguo gani wewe ajabu ajabu? Alafu nilishindwa kukuuliza pale mbele ya shemeji yako. Hiki kisu kwa nini kina damu? Oya sister, potea. Hivi wewe una uwezo kunifukuza mimi kwenye nyumba yangu? Yaani unaniambia eti potea, napoteaje? Humu ndani ni kwako wewe. Nimekuja kukuelekeza maisha ambayo wewe mwenyewe anakuhusu afu eti potea, napoteaje kwa mfano? Toka! Basi. Ndio mama mimi hapa. Kibegi, 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 kibegi. Kibegi, 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 kibegi.
Vipi, mmefanikiwa kulipata begi? Oye Bablinyo Dizonga, watu mefikiche wanchi cheche. Wa Dizonga tumetokea huko. Hatujaona kitu. Tumezunguka mtaani na mwanangu hapo. Hatuelewi ile mbaya. Wewe kaka, ni kweli. Hivi ninavyokuambia tushangaika sana. Tushapita kila chocho, tushapita kila lodi mwana. Tumeshindwa kupata begi. Lakini kwa upelelezi wetu tumejua bado begi analo Kiduchu. Nisamee, mimi sijaona chochote. Sijaona. We Kiduchu! Kama umeamini kutupa kazi sisi na kama umetuamini kwenye hili dili, kaka, siku sio nyingi begi utalipata. Oya, nisikilizeni wanangu, tuna masaa 24. Afu yule mtoto wa kike tu, yaani hatuzidi vipi wanangu? Oya, tuna masaa 24 wanangu, na maanisha si unajua zile begi inabidi lipatikane, iwe kwa damu, iwe kwa uchungu, iwe kwa jasho. Na labda kitu kimoja ambacho sikuambia kabla, endapo Kiduchu atafanikiwa kulifikisha ile begi kwa mwenyewe, basi tambueni sisi tutakuwa tumeisha. Ila endapo sisi wenyewe tutafanikiwa kurudisha ile begi kwa mwenyewe, basi maisha yetu yatabadilika na kuwa matajiri wa kutupwa. Hapo sasa kwenye utajiri. Hapo tanifanya nipambane. Hilo begi lazima tulipate na tutakuletea begi. Au unaonaje mwanangu? Familia, kama mimi ni Gaison mtoto wa Songea, basi nakuahidi. Na kama katika kazi hii kuna utajiri wa aina hiyo, mimi nakuahidi kaka, begi ni lazima lirudi mikononi mwako. Kaka, tuondoke. Zumi. Abe mme wangu. Hebu njoo Kaziru. Fanya haraka. Njoo. Choko mkazo kagomoka, wagomoka na magezi gagomoka manyasi. Elewi hata nini kinachoendelea huko ndani. Kitendo cha kutoka hapo utakuja hapa hivi ndani mpaka kwanza kujivutavuta hivyo kama chatu alie meza. Alafu hebu msikilize. Hivi unajua nini kinachoendelea huko nje? Kitu gani? Duchu ameua. Kibegi. Wewe, Kiduchu ameua? Unashangaa nini? Si mdogo wako. Mdogo wako ameua. Na sasa hivi anatafutwa na jeshi la polisi. Sasa nisikilize kwa makini Kaziru. Mimi sina muda kwenda kulisaidia jeshi la polisi kumtafuta mtuhumiwa. Sasa naomba umtafute Kiduchu popote alipo. Mwambie atoke huko ndani. Ongozana naye mguu kwa mguu. Mwende kwenye kituo cha polisi mkajishtaki wenyewe. Kiduchu ndani hayupo. Ulivyotoka tu na yeye ametoka na sijui ameelekea wapi. Wewe alikupa hizo taarifa za kuua ni nani? Ameondoka wapi tena Kaziru? Ukuta ameenda kuua mwingine. Mme wangu, usiongee kwa sauti. Kumbuka majirani wapo wanakusikia. Ongea taratibu. Kiduchu akija mimi nitaongea naye. Acha wanisikie. Vya kuua navyo ni vya kumficha mtu. Ameua mtu alafu namficha nini? Mwache wamsikie, wamkamate mapolisi wampeleke. Mimi siwezi kusaidia jeshi la polisi. Mimi sikiliza. Wakija mtu yoyote hapa ndani ananiulizia, humjui, sura yake ni ngeni, haijalishi ni mkubwa au ni mdogo, usinitaje mimi sipo. Mjitaje wenyewe wewe na Kiduchu mpaka pale mahakama mtakapoipatia ushahidi wa kutosha. Msiniite tena mimi. Nipishi. Mungu, Kiduchu kaua, mimi nafanya. Chadi, vipi sasa? Mbona umenileta mpaka sehemu tukiwa simuoni mtu mwenyewe? Yaani mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Kwa sababu mimi nimetoka nimemwacha hapa akiwa amelala. Na asingeweza kumove kwa sababu tayari alikuwa ameshafariki. Sasa hapa mwenyewe nashindwa hata kuchanganua hili jambo. Ameelekea wapi? Maana apigwe kisu na kile kisu kwenye kilivyoingia mwilini mwake. Hawezi kutoboa.
lakini mimi nina wazo moja, na nimekaa nimeskuti. Kutokana na maongezi yako nimegundua wazi, kama huyo mtu aliuliwa kwa kisu, huyo ni wazi atakuwa ni Kiduchu. Maanake Kiduchu najua mipigo yake, hawezi kumzuru mtu kwa chochote zaidi ya kisu. Sasa nisikilize Chadi, ili swala ni la kufanya chap chap, kwa sababu kuna haya mawili. Kama Kiduchu akifikisha mzigo yeye, sisi tumekwisha, lakini sisi tukiufikisha kwa wakati, basi tumetoboa. Sawa, tuondoke. Nimekwambia hivi, sitaki, na hicho anachotaka kukifanya mimi siko tayari. Ni vitu vya kawaida tu hivyo mke wangu, watu wanafanya na maisha yao yanaendelea na watu wanaenjoy. Mke wangu, acha bwana kufanya hivyo, unazalisha bwana. Sio kwa watu tena wajue vitu kwa tunavizungumza ndani tena kuja kuleta hadharani. Siwezi kufanya na sitofanya, na katika akili yako usije ukawaza kama nitakuja kufanya kamwe. Kawaida tu mke wangu, watu wanafanya katika vitu vya ndoa tena watu wanaenjoy tu. Mbona ndoa za watu zinaishi katika hivyo? Ni basi kwa Mungu basi. Sikuwa mwelewa na wewe. Yaani nakwambia hivi, kama utakuwa umenichoka, kama utaki kuishi na mimi, wewe nirudi kwetu. Haya maisha sitaki na sitokuja kuyataka. Nakwambia hivi mume wangu, sitaki. Begi. Vipi? Umelipata begi au? Nikuulize wewe Chadi, vipi begi umeliona? Nina habari njema. Na ndio maana nilivyosikia wasema kuhusu begi hapo, nikashangaa. Nikajua bosha yasikia au. Mimi begi nimeliona. Na nimemuona na wewe mwenyewe Kiduchu. Sasa nisikilize Chadi. Nisikilize kwa makini mwanangu. Wewe uje kichau wangu, wewe kamanda wangu, wewe mzee wa itikeli ujue. Yaani fanya juu chini. Iba kaba. Begi lipatikane. Nenda kwa kina Kiduchu, zunguka unavyofanya wewe. Leta itikeli zote. Tangaza namba, tema pateni mwanangu. Mimi uje na kukubali. Begi lipatikane, nakupa dakika 15 tu. Bali. Nilimwona hapa mtu. Wekao. Embo achutani. Pangekuwa na mtu kumkuta. Sasa na Kidoti kwa nini kudanganya? Lakini tukio limefanyika toka jana. Kwa hiyo leo hawezi akawepo. Sasa sikiliza. Kwa ushahidi tuliokuwa nao, yaani tunampeleka sehemu ya serikali. Yaani tunamfunga kabisa. Kwa sababu alichonifanyia mimi sikisahau, kunipokonya mali zangu tena kwa nguvu. Alafu mwisho wa siku alikutishia wewe. Sasa nisikilize. Tukishamfikisha kule Kiduchu, na nataka utoe ushahidi wote uliouona hapa, na wewe kukutishia, utaka kukuua na mimi kunipokonya mali zangu kwa nguvu bila mwenyewe ridhaa yangu. Sasa ole wako. Tukitoka hapo, uende ukanigeuke. Mimi naogopa da Kidoti. Mchezi wewe. Nishakuona unataka kuleta unafiki wako. Wewe alipokutishia, mimi nilikusaidia. Alafu leo mimi naogopa na Kidoti. Sasa ukatoa ushahidi wote ili tumfikishe mbele ya haki. Nadhani umenielewa. Tuondoke. Sikia wewe mshamba. Naomba hilo pochi, naomba na hilo tambo. Kwani vitu vyako lakini
Karibu. Nikaribia mara ngapi na nishakaribia? Shoga yangu nikwambie. Unajua kuna watu wana hela. Yaani hilo ndo nimeliamini leo. Kuna watu wana hela tena wana hela chafu. Sijui unanielewa? Tuachane nayo mama. Nimekutana na huyo mbaba. Mbaba ana hela. Ana hela mpaka ana hela tena. Unaona hii simu? Simu mpya. Nimenunuliwa jana. Na sio simu tu. Kwenye hii simu nimetumiwa kibunda cha maana cha kukulisha wewe miezi hata 3. Upo? Halafu sasa uko nilikopelekwa hiyo jana, mama, nimekula mpaka nimesaza. Nimenunuliwa nguo. Nimepelekwa sehemu zenye starehe, kila aina ya starehe. Upo mama? Halafu sasa baadaye jioni nataka nikutoe out. Nikupeleke huko ukajivinjari na wewe wacho kaka nyumbani. Shaiti langu ni hilo moja. Nataka uvae kinguo kifupi. Yaani ikiwezekana vaa kipenzi mama. Kitopu chako cha unaachia kitovu kwa mbali kinaonekana. Ili na wewe sasa upate mbaba wa kukupa hela. Uache kukaa hapa ndani. Sijui unanielewa? Unataka niongee mara mbili au nifanye kwa vitendo? Naomba hilo pochi. Siniletee urembo mimi hapa. Naletea urembo mimi. Sikia, potea. Potea. Nishakwambia hayo mambo siyawezi. Na unanijua kabisa mimi hayo mambo siyawezi, sija hata kuyafanya. Wala sifikiri hata kuyafanya. Kwa hiyo hivyo vipenzi siwezi kunivalisha. Kama nitavaa gauni sawa, refu lakini. Nini? Gauni? Eti gauni refu. Gauni refu unatokana nani? Hivi wewe binti mzuri, una kasura kako kazuri mama. Shepu hilo linaonekana, kalio limejaziana. Unataka uvae gauni la kanisani? Yaani nakuzidi hadi mimi kimwili chenyewe kidogo kidogo, lakini mwenzio ninapata hela huko. Wewe una kazi ya kukaa ndani. Nisikilize. Na kutoa baadaye, vaa kinguo kifupi. Ikiwezekana kitovu achia nje kabisa. Yaani mtu akikuona tu hivi anapagawa. Na hivyo mtoto wako ulivyo na kalio mama limejazia kalio hilo. Yaani wewe. Kwa kweli hapana. Mimi kuvaa hizo nguo siwezi. Na unanijua kabisa sijakulia makuzi hayo. Kama nitavaa gauni tu sawa. Ila sio hivyo vinguo. Makuzi? Yaani unaongelea makuzi. Hivi unajua utaishi maisha ya shida wewe? Yaani utaishi maisha ya shida mpaka utafika kusema kwamba jamani bwana nisingezaliwa. Nisikilize. Hayo makuzi unayoongelea ni huko kwa wazazi wako. Sawa? Ukiwa na mimi, unatakiwa kufuata vile ambavyo nataka mimi. Utanisikiliza mimi. Mimi nitakupangia kipi cha kuvaa, utatembea vipi ili uonekane. Ukiendelea kusema hayo makuzi yako ulolelewa, mama, utachelewa kufika. Mwisho wake utaniona huko barabarani naendesha renji. Afu wewe unaendelea hapa kukaa kwenye madumu. Ni hiyo tu nakupa taarifa. Baadaye nakutoa, vaa vizuri. Ukivaa hayo magauni yako, utaona nitakachokufanyia. Kwa heri. Vipi mzee? Kaka, huko nilipotoka hali sio hali. Hawezi amini binadamu. Binadamu wabaya sana. Yaani mtu unaweza ukawa kama ni mwanae, ila mwisho wa siku mwanae huyo anakung'ata. Anamaanisha Chadi snitchi. Mwanao wewe, yule snitchi sio mtu mzuri yule. Oya nisikilize mzee wangu. Unajua mimi nikuta niko mitingo nimesizi, afu dakika la mwisho unachambombea. Shida nini? Yaani Chadi kafanya nini? Nielekeze nielewe. Vipi babu? Mambo mazuri yatake haraka kaka. Punguza morali. Kwa maana mimi huko nilipotoka, ando na hasira na mzuka mbaya sana. Yaani kwa ni mtu ningempiga ngumi angekufa pale pale. Anamaanisha kwamba Chadi hakusnichi. Chadi anafanya mission na kiduchu. Nilikupenda ukaniacha nikiwa nalia.
Kia, mbona unakuwa mgumu sana rafiki yangu? Mbona shoga yako ilikuwa rahisi? Yaani kitendo cha dakika chache tu unataka kuleta mambo yawe mengi rafiki yangu. Nimebaki kivuli chako. Kaka, nachokwambia kwamba Chadi anakusnichi. Anachomaanisha Kiduchu kampa kibegi Chadi akishike. Alafu ambacho kijui, Chadi anakuchezea kimchezo. Mbona kuzungusha hivyo ili ujue kibegi anacho Kiduchu, kumbe hamna. Never come twice. Chadi ni snitch mbaya sana. Unaweza kumshika hivi mkono, kumbe ni nyoka, afa anakung'ata afu ya ujui. Sasa sikia mwanangu, hapa tunatoka mimi na wewe. Wanchi wantara paka kwa Chadi, si ndio? Haina shida. Twende. Tuondoke. Nishakwambia sikutaki. Sitaki mahusiano na wewe. Sikupendi Dachi, sikutaki. Hebu nisikilize basi. Wewe niambie unataka kiasi gani cha pesa ili niweze kuwa na wewe? Dachi, kwa hiyo je, ukataliwa? Ujaona wanawake wengine huko pako niang'anie mimi? Sikutaki Dachi, sina shida na mahusiano na wewe. Utaniharibia maisha yangu. Sikia basi. Mambo sio mengi. Shika hiyo. Mimi sio malaya, sijiuzi na pesa zako sizihitaji. Kaa mbali na maisha yangu. Ukiniona pita kule, nipite huku, sawa? Yaani wewe ndo mwanamke wa kwanza nakuona unayekataa pesa. Hivi unafikiri angekuwa shoga yako angekataa hii pesa? Acha kufanya mambo ya mengi ukiwa. Mjiangalie jinsi ulivyo. Unapauka mtoto wa kike. Ingogo ibwe nitaipata. Mkangu. Jamani, kwani nini? Eti mwangu saizi usiku, usitulale. Yaani kiukweli kabisa mimi usingizi sipati. Moja ikae, mbili ikae. Yaani siwezi kulala kabisa. Please nakuomba mke wangu. Naomba tufanye hata kwa leo tu. Nisikilize ngwambie. Mume wangu, huo shetani wako mimi siwezi kufanya. Halafu ushe kuniomba chochote nikakunyima? Mbona unataka kunitia dhambi wewe? Sawa, lakini usiangalie tu upande wako, angalia upande wangu. Mimi napenda vitu vitamu, mimi napenda kuenjoy. Fanya basi kwa ajili tu enjoy. Naomba lakini. Au basi fanya kwa ajili ya maisha yetu. Unajua hiki ni kitu kwa ajili ya maisha yetu mamangu. Please. Nisikilize. Siwezi kufanya. Fanya basi mke wangu, naomba please, naomba. Niache huko. Hivi mbona ibilisi kakupanda wewe? Yaani mambo yako kishetani shetani sasa hivi. Sitaki. Yaani nakwambia hivi, narudia tena. Sitaki. Usintie dhambini. Umenichoka. Naomba unirudishe kwetu. Maana nakuona sana wewe. Sasa hivi umebadilika. Mwangalie. Nimechoka. Sitaki usumbufu. Usije ukaniamsha. Nadhani umenielewa. Wasonyo, nisikilize kitu kimoja mwanangu. Mimi nishawaza sana. Nimeona kwamba huu mchongo wa kutafuta begi kumpelekea Dizonga huu ni uongo.
Afu mwenyewe kashatangaza dau kubwa sana. Unaona unaje tutafute begi tumpelekee nani mwenyewe moja kwa moja. Oya. Hiyo itikeli mimi sifagirii kabisa. Unachotaka wewe ni kufanya siwezi. Alafu nilianza kukuona siku ile Dizonga alipotaja ile bei kubwa, uliingiwa na tamaa. Nilikuona kabisa, nahisi ya kukutambua. Kwa nini unataka kufanya hivyo wakati kibegi hatukioni, pesa hatuzioni, ushaanza kuendekeza tamaa? Wewe unajua utakipata. Oya, mambo unayotaka kuyafanya sidhani hata mwenyewe huko atafurahi. Cha msingi babu, tupambane tufanye kazi. Swala unalotaka wewe, mimi siwezi kumsaliti Dizonga hata kidogo, kwa sababu mimi namwamini sana. Wewe mwanangu unazingua kinoma. Afu mbona unachamba sana? Wewe mwanangu Dizonga babako yule? Au Dizonga umezaliwa nao tumbo moja yule? Au mshashiaziwa labda? Wewe nisikilize. Maisha tunayokaa maskani hapa tuliweki huku kumelala mimi si andafia hata kidogo mwanangu. Kwa mimi nikipata begi ni moja kwa moja napeleka kwa mwenyewe. Na ikiwezekana kama na wewe ile na kukataa. Sijui umenielewa? Mimi siwezi kupata begi eti nimpeleke Dizonga, siwezi kuacha Dizonga mimi. Labda usichokijua, Dizonga yule sio mtu mwema kabisa. Na achekelei maovu. Utakufa. Oa Chadi. Uamile? We mtoto kilikuu, mbona kama hivyo sasa mwanangu? Unajua umenitoa wanchi wantala mwanangu na unaniambia Chadi yuko hapa afu tunafika tunakuta kufuli. Vipi mbona leta session? Kiongozi, huyu Chadi kanichenga. Kwa maana Chadi tulikuwa naye ndani, tulikuwa sisi people. Tumekula msuba we. Mwisho wa siku tukao tunajenga future za maisha. Ili tujue kwamba tunaishiji Tanzania hii. Katika 1 na 2 kodi zikaisha. Kodi zilivyoisha akaniagiza mimi ndio nikachukue kete hizi 2. Kwa hiyo sasa nakuja hapa nashangaa yupo. Kuna maanisha Chadi ni snitch. Kaamua kunisnitch mimi mwanae. Kuna sehemu lazima kaenda kuforce mwenyewe mimi bila kujua. Nisikilize mwanangu. Wewe Chadi si ulikuwa umemwacha hapa? Na mlango si umefungwa huko? Asitufanye si watoto wadogo. Si wenyewe tuna akili timamu afu ile. Chadi atakuwa na kiduchu muda huu. Umenielewa? Kwa sisi tusikae hapa kupoteza muda. Nisikilize mtoto Gaisoni. Mimi nimekuongezea nguvu. Huyu anaitwa Kilikuu master plan. Kitaa chote kinamuelewa ni. Chocho zote anapita. Kona tu kona, boda tu boda. Kivyovyote kinachotakiwa kupatikana ni begi au kiduchu. Alafu sasa baada hapo ndo tutadili na mtoto Chadi. Maana nishaanza kumuona huyu mtoto anatoka nje ya reli. Si umenielewa? Safi sana. Ndio la kuwa na kiongozi kama hapa kwenye Tanzania hii. Wanatuongoza vizuri. Sikia kiongozi, nikwambie. Chadi tunampata, na tusipompata Chadi lazima tukipate kibegi. Kwa maana kile kibegi kina thamani kubwa sana katika maisha yetu. Au mnasemaje? Nisikilize askari wangu. Si umeamua kuniongezea nguvu? Mimi nashukuru kwa hilo. Lakini huyu mtoto nilivyomwangalia anapenda sana kuongea, anapenda sana kuchamba. Alafu mimi ndo siwakubali watoto wa namna hiyo. Mwanetu, mimi sipendi kuchamba umbea kwenye kazi mwanangu. Wewe sasa ndo nimeshakujua mapema akili yako ipoje. Wewe ubongo wako na kitambi chako hamna shida. Wewe si unachamba umbea, mimi nachamba uchambo. Sasa ndio tutaona kwenye kazi nani anachamba uchambo. Kibegi, 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 kibegi. Kibegi, 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 kibegi. Baridi, tuondokeni. Kibegi, kibegi. Kibegi, kibegi, kibegi.
Sasa mgore wangu Zumi, unabidi unielewe. Unaomanya bintu ebindi nkevi. Tunatakiwa tunakaa chini tunaongea kama familia. Haya, hebu niambie, huyo Kiduchu umeongea naye mdogo wako? Kiduchu mimi nimeongea naye na amenielewa. Lakini amesema taarifa zinazosambaa mtaani yeye hajahusika na chochote na wala hajui kitu chochote. Kinewi shuba kirinyekiana ni kiongo. Ni kiongo kinakudanganya Kaziro. Sikiliza. Huyu mdogo wako ndo anayefanya hayo matukio yote. Ndio maana mimi nakwambiaje, huyu ni mshuma, ni mwizi. Ameshakuwa kibaka, sio njangu ya vile kibaka. Ulivyomwambia sasa amesemaje? Mme wangu usifikie huko. Kumbuka yule ni mdogo wangu. Alafu maneno unayoyaongea hivyo mimi mwenyewe moyo wangu unaniuma. Sio kwamba anapenda mdogo wangu anavyofanya vitu kama hivyo. Ila kitu ambacho mimi nakishangaa, wakati nimeingia chumbani kwake nimekikuta kile kisu kikiwa kina damu. Habari za sasa jamani. Salama, karibu kama mama. Kama mama, karibu. Shikamoni. Maba. Hivi mna taarifa za msiba? Msiba? Msiba wa nani? Ndiyo msiba, kuna mtu amekutwa amekufa kule amechomwa na kisu. Kibegi, kibegi,